الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإنه نجا وفاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, mama zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ni siku nyingine tena wakutana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kukumbushana katika yale ambayo ni wajibu kwetu kuyatekeleza na kuyafanya, na ndio wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kukumbushana, kwani hakika nyoyo zetu hizi bila ukumbusho zinaghafilika, zinatoka katika njia, zinasahau yale ambayo tumeamrishwa tuyatekeleze. Lakini kupitia ukumbusho na kukumbushana, mtu anabaki katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyomwamrisha kwayo. Nachukua fursa hii adhimu ya kuihusia nafsi yangu dhaifu na kuto kuzisahau nafsi zenu tukufu kunako swala zima la kumcha na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mazungumzo yetu wala shaka bado ni endelevu, yanaendelea, ikiwa tunazungumzia sifa ambazo mama wa Kiislamu hatakikani kujipamba na sifa hizo. Bado mazungumzo yetu tunazungumzia sifa ambazo mama wa Kiislamu hapaswi kujipamba nazo, kusifika nazo, kufahamika kwa sifa hizo. Fulani ana sifa hii, sifa hizi mama wa Kiislamu hautakiwi kuwa nayo au kuwa nazo. Mazungumzo yetu bado tunazungumzia sifa ambazo mama wa Kiislamu, mama wa kiumini haupaswi kujipamba na sifa hizo. Alhamdulillah, darsa iliyopita tulitaja sifa takriban 5, sifa ambazo mama wa Kiislamu hatakiwi hata kwa bahati mbaya kujipamba na sifa hizo. Kwa haraka sifa hizo ambazo tulizozitaja huko mwanzo darasa iliyopita, sifa ya kwanza tuliyoitaja tulisema mwanamke hapaswi kujipamba na sifa ya unafiki. Mwanamke wa Kiislamu hatakiwi kujipamba na sifa ya unafiki, sifa ya kuficha uhalisia wake akiwa na Waislamu, lakini akitoka nje na Waislamu, akikutana na wasiokuwa Waislamu, anadhihirisha ubaya wake na dhidi ya Waislamu wenzake. Sifa hii mama wa Kiislamu hautakiwi kuwa nayo, kwa sababu Allah ameahidi adhabu kali kwa mama wa sifa hiyo. Lakini pia sifa ya pili tukasema sifa ya ushirikina. Mama wa Kiislamu hautakiwi, yani haifai kwako kujipamba na sifa ya ushirikina, kuyaegemeza mambo yako kwa asiyekuwa Allah, kuzipeleka shida zako kwa asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sifa ya tatu tulisema mama wa Kiislamu haupaswi kujipamba na sifa ya ukafiri, sifa ya ukafiri, yani kupinga chochote katika yale ambayo Allah ameyateremsha, sawasawa ni kumpinga mtume,
au kukataa yoyote katika yale ambayo yameteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hautakiwi wewe mama wa Kiislamu kuwa na tabia hiyo, kuwa na sifa hiyo, kwa sababu ni sifa mbaya itakayokupelekea pabaya, sifa ya ukafiri, sifa ya ukafiri. Sifa ya nne tukasema mama wa Kiislamu hautakiwi kujipamba na sifa ya kuzua, sifa ya kuzua mambo katika dini, kuzua mambo katika dini, yaani ukawa ni mama ambaye unaleta mambo ambayo hayamo katika dini. Sifa hii mama wa Kiislamu hautakiwi kujipamba nayo. Hautakikani kusifika kwamba fulani, mama fulani, yani ni mzushi wa mambo. Sifa hii mama wa Kiislamu haikufai, si sifa nzuri kwako, bali ni kifo kwako, sifa ya uzushi au kuzua katika dini. Sifa ya tano tukasema mama wa Kiislamu haupaswi kujipamba nayo, ni sifa ya kumwasi mume wako, sifa ya kumwasi mume wako, sifa ya kutoka katika taa, katika amri za mume wako. Mume wako akikuambia hivi, wewe unaleta hivi, na mambo hayo anayokuamrisha mume wako yakawa hayapo katika kumwasi Allah, ni mambo ya kheri ya kuelekeza katika dini yako, lakini wewe ukawa yani upo juu yake. Sifa hii mama wa Kiislamu haikufai hata kidogo. Yani Allah anakuchukia mama wa sifa kama hiyo, bali kila kiumbe kinakuchukia, kwa sababu kumtii kwako mume ni sababu ya kuingia kwako peponi, na kumwasi kwako mume ni sababu ya kuingia kwako motoni. Hizo zilikuwa ni sifa ambazo tulizitaja darasa iliyopita. Wale waliokuwepo nadhani walielewa maelekezo tuliyotoa na dalili za sifa hizo. Inshallah leo tutaendelea na sifa zingine tena, sifa ambazo mama wa Kiislamu hatakiwi kusifika nazo. Sifa ya sita, sifa ya sita miongoni mwa sifa ambazo mama wa Kiislamu hautakikani, haifai kwako wewe kuwa na sifa hiyo, almutabarrija, ni sifa ya kutoka nyumbani kwako ukiwa unaonyesha mapambo yako, mazuri yako au uzuri wako kwa wanamume ambao sio halali yako. Kwa hiyo sifa ya sita ni sifa ya mwanamke anayetoka kwake, nyumbani kwake, akaingia barabarani akawa anaonyesha mapambo yake, yani viungo vyake. Mwanamke huyu ni mwanamke yupi? Ni mwanamke gani mwenye sifa ya tabarruja? Ni mwanamke gani? Wa hiya allati tudhhiru zinataha, ni mwanamke ambaye anapotoka nyumbani kwake, anapoingia barabarani, anaonyesha mapambo yake ya ndani, anaonyesha mwili wake. Wa mahasinaha lirijali alajanib, na uzuri wake kuwaonyesha wanamume wa nje, wanamume ambao si halali kwake, waone yani mapambo yake, waone uzuri wake. Mwanamke huyu mwenye sifa ya sita ni mwanamke ambaye wa hiya allati tudhhiru zinataha, ni mwanamke anayeonyesha mapambo yake ya ndani. Wa mahasinaha, na uzuri wake ambao ilikuwa ni yeye muonyeshe mume wake ndani, lakini yeye anatoka kwenda kuonyesha wa nje. Sifa hii mama wa Kiislamu hautakiwi kujipamba nayo, kwani Allah subhanahu wa ta'ala sifa hii kaikemea vibaya, na kamsema vibaya mwanamke huyu anayejipamba na sifa hii.
Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala akaitaja sifa hii katika suratu Al-Ahzab aya ya 33, aya ya 33, akakuhusia kwa kusema Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna, na tulizaneni katika majumba yenu, kaeni katika majumba yenu, katika nyumba zenu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, wala msitoke katika majumba yenu mkatoka mkionyesha mapambo yenu, mkionyesha zina zenu, maana mapambo yenu, kama wanavyofanya wanawake wa kijahilia. Waqarna fi buyutikunna, na tulizaneni, tulieni katika majumba yenu, wala tabarrajna, wala msitoke majumbani mwenu mkiwa mmevaa nguo zinazoonyesha mapambo yenu, nguo zinazoonyesha mambo yenu ya ndani, au nguo za ndani, mapambo yenu ya ndani. Tabarrujal jahiliyati ula, kama ambavyo wanavyofanya wanawake wa kijahilia, kama wanavyofanya wanawake waliokuwa wa kijahilia wenye sifa ya kuto kujua sheria za Allah. Msifanye kama wanawake wajinga. Hii ni sifa ya wanawake wasiokuwa na akili. Maki Allah kawataja sifa ya watu wa jahilia, maki watu wa enzi zile za ujahilia, za kutokuwa na nini, na elimu, kutokuwa na ufahamu, kutokuwa na mwongozo, ndiyo ilikuwa sifa yao. Kwa hiyo ukiona mwanamke anatoka nyumbani kwake na mavazi ya kuonyesha mapambo yake, huyo hana akili, huyo ni mjinga, ni mfano wa mnyama, kwa sababu Allah amesema mfano huo au kutoka kwa namna hiyo ni mfano wa wanawake wa kijinga ambao hawajitambui, kama ambavyo wanyama hawajitambui. Ndio maana wanyama hawana nguo. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu, sifa hii haikupaswi, kwa sababu wewe mama wa Kiislamu, Uislamu umekuja ukakupa njia iliyokuwa sahihi. Lakini linalopelekea mpaka wakina mama wa zama zetu hizi watoke na mavazi ambayo yanaonyesha mili yao, yanaonyesha uzuri wao, mapambo yao, adamul haya, ni ukosefu wa haya. Ukosefu wa nini? Wa haya. Kwa sababu haya ni vazi moja ambalo mtu akiwa nalo ni vazi litakalomstiri kabla hata nguo zake. Wa idha fuqida alhaya ala alinsan, mtu atakapokuwa hana haya, sara kalhayawani, mtu huyo anakuwa kama wanyama, mithili ya mnyama, maadamu tu mtu huyo kakoswa haya. Na Mtume anasema walhayau minal imani, na mtu kuwa na haya ni dalili kwamba mtu huyu anayo imani. Kwa hiyo wa adamul haya ala al-insan dalilu ala faqdi wa nuqsani al-imani, dalili, yani mtu akiwa hana haya ni dalili kwamba huyu hana imani, imani yake ina mapungufu. Lazima tujue kwamba huyu kwa kutoka na mavazi kama haya manake hana haya, na kutokuwa na haya manake hana imani, na kama imani ipo basi imani yake inayo mapungufu. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.